SHIF ni Social Health Insurance Fund. SHA tusichanganyikiwe, ni kampuni ambayo inaendesha hiyo mambo ya health. Inaitwa Social Health Authority. Na governor ametuelezea vizuri. And Your Excellency, want to ask, now that we have sworn in the Deputy President, baadhi ya kazi ambazo utampea kwa IBEC, ashikane na hawa magavana ili watusaidie kuelimisha Wakenya mambo ya Social Health Insurance Fund. Sababu changamoto tulilo nalo ni watu kuwa hawajaelimishwa ya kutosha, na wakawa wanapotoshwa. Ile NHIF tulikuwa nayo, na sasa hii SHIF, sababu ni N tu tulitoa tukaweka S ikakuwa social. Ili Social Health Insurance Fund, vile wewe rais ulituambia, ya kuwa serikali utakayounda itakuwa ni serikali ya kumchunga mama mboga, mtu wa bodaboda, na yule aliye hapa chini ainuliwe, asiwe anafinyiliwa. NHIF imetajirisha watu wengi Kenya hii rais, na wale walitajirika ni wenye mahospitali kubwa kubwa, matajiri, at the expense ya mama mboga na mtu wa bodaboda. Tunafaa kama viongozi tuwaelimisha wa Kenya ya kuwa SHIF inamchunga mwananchi wa kawaida. Yule governor amesema alikuwa analipishwa shilingi 500, na mimi kama mbunge nalipa 500, wengine 1700. Sasa mwaka huu mimi na hawa wabunge wetu na hata huyu governor tunalipa zaidi ya 27,500 ili mama mboga na yeye alipe shilingi 300 peke yake. Sasa kama jameni, mama mboga alikuwa analipishwa 500, mimi kama mbunge nalipa kama hiyo. Sasa nilipe 20,000 plus mama mboga alipe shilingi 300. Yule mwenye hana uwezo hata kidogo, rais, ile sheria tuliweka ni kuwa serikali ilipie yule mwenye hana uwezo hata kidogo, alipiwe na serikali. Akienda level 2, vile Sakaja amesema, pesa iko pale, hata lipishwa. Nimeona Mombasa juzi mama akitoa ushuhuda, amefanywa heart surgery, akawekwa pace setter, free of charge, akalipiwa na SHIF ama SHIF. Hayo mambo rais ndio ulituelezea ya kuwa utatuletea na serikali yako. Na zile sheria tulipitisha tukiwa na hawa wabunge zilikuwa za kuhakikisha ya kuwa wale ambao wako chini wamebebwa na wale ambao wako na uwezo. Shida iliyoko leo, sisi tulio na uwezo ndio tunapata hizi vipaza usauti. Sisi ndio tuko kwa maruninga kila asubuhi na jioni. Na sababu ni sisi tunafinyiliwa, tunapotosha wananchi. Nataka tuseme, tuwaambie wananchi ukweli, na nyinyi magavana pia mtusaidie. Sakaja amesema vizuri, the primary beneficiaries ya mambo ya SHIF ni county governments na wananchi wa Kenya. Governor Sakaja ametuambia hapa Mbagathi Hospital, wale watu wote wako Kibra, wako high rise, wakijisajili kwa Social Health Insurance Fund, anapata pesa zaidi. Kwa kila mtu amejisajili kwa hospitali ya Mbagathi, ni pesa zinaenda kwa hiyo hospitali, ipate vifaa, ipate dawa, mwananchi wa kawaida atibiwe free of charge. Because that is what we promise the people of Kenya under the Universal Health Coverage Program that President William Ruto promised us. Kwa hivyo ningeomba pia tukiwa viongozi tujielimishe, tuelewe, ili tuweze kuelezea wananchi mambo yaliyoko ya ukweli. Nashukuru kuwa nanyi hapa, na pia Bishop nashukuru kwa ujumbe wako, na umetuambia vizuri sana that let us embrace unity as a nation. Whether we encounter challenges or whatever turbulences we encounter, we must always embrace national unity. Now, Bishop, I want to assure you that that is where all the people of Kenya are, in the spirit of embracing national unity. Na pia umetuelezea vizuri, Archbishop,
kasema ya kuwa kama kanisa tunalo jukumu ama mnalo jukumu kama viongozi wa kanisa, na kanisa liko na jukumu ya kuweka matumaini kwa watu wa Mungu, sababu bila tumaini maishani tutakosa hata maana ya kuishi. And I want to thank you, Archbishop, because you put it so well that the church must be the one that gives people hope. And I thank you because in your message you are giving us hope. Na hili kanisa ni la kupea washirika na Wakristo na Wakenya tumaini la kuendelea kuishi na maisha. Kuna msemo ambao wanasema corruption fights back. Yaani ufisadi haulali tu. Ufisadi ama wafisadi wakiona kwamba mlango wao unazidi kuzibwa, huanza kupigana. Na mmesikia wanenaji wakisema vile NHIF ilikuwa ikiporwa. Na sasa kupitia kwa bunge sheria mpya imetokea ambayo inataka ibadilishe na izibe zile mashimo. Mkiona hii kelele ambayo imekuwa, it is true we have to roll out faster. Lakini mkiona hii kelele, it is also because corruption is fighting back. Hawataki mubadilishe, muende kwa mfumo ambao utasaidia kila wote. Kwa hivyo tuchunge sana, because corruption fights back. La mwisho, nataka tukisimama hapa kabla sijamuita rais wa Jamhuri ya Kenya, tutambue kwamba ni lazima kama taifa tuwe a nation that respects the law, the rule of the law, and the processes that are demanded by the law. Tukiheshimu bunge, tuheshimu. Tukiheshimu county assembly, tuheshimu. Tuheshimu executive, tuheshimu mahakama. Kenya itakuwa vizuri kama tutafanya vile. Na tumekuwa tukitembea. Juzi tumekuwa pahali, sitaki kutaja mataifa. Kubadilisha uchumi wa nchi sio kitu rahisi. Tumekuwa kwa nchi hawana mafuta, hawana petroli. Public transport collapse. Tumeona mataifa bara la Afrika saa hizi watoto milioni 100 hawaendi shule kwa sababu ya ghasia na vita. Tushikane kama Wakenya, tuhakikishe kwamba hatufiki kiwango kama kile. Tuepukane kabisa, tuwe na utaratibu na tuheshimu serikali, tuheshimu rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ili ndio tuwe na manufaa tukienda mbele. SHIF ni Social Health Insurance Fund. SHA tusichanganyikiwe, ni kampuni ambayo inaendesha hiyo mambo ya health. Inaitwa Social Health Authority. Na governor ametuelezea vizuri. And Your Excellency, want to ask, now that we have sworn in the Deputy President, baadhi ya kazi ambazo utampea kwa IBEC, ashikane na hawa magavana ili watusaidie kuelimisha Wakenya mambo ya Social Health Insurance Fund. Sababu changamoto tulilo nalo ni watu kuwa hawajaelimishwa ya kutosha, na wakawa wanapotoshwa ile NHIF tulikuwa nayo, na sasa hii SHIF, sababu ni N tu tulitoa tukaweka S ikakuwa social. Ili Social Health Insurance Fund, vile wewe rais ulituambia, ya kuwa serikali utakayounda itakuwa ni serikali ya kumchunga mama mboga, mtu wa bodaboda, na yule aliye hapa chini ainuliwe, asiwe anafinyiliwa. NHIF imetajirisha watu wengi Kenya hii rais, na wale walitajirika ni wenye mahospitali kubwa kubwa, matajiri, at the expense ya mama mboga na mtu wa bodaboda. Tunafaa kama viongozi tuwaelimisha wa Kenya ya kuwa SHIF inamchunga mwananchi wa kawaida,
Yule governor amesema alikuwa analipishwa shilingi 500 na mimi kama mbunge nalipa 500, wengine 1700. Sasa mwaka huu mimi na hawa wabunge wetu na hata huyu governor tunalipa zaidi ya 27,500.